Asante peke yako Mungu na tunakushukuru Jehova, maana Mungu unastahili kuabudiwa, maana Mungu unastahili kutukuzwa, maana Mungu unastahili peke yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa amani, katika jina. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya nguvu zako juu ya wakati huu Mungu ambao tunakwenda kukusikia wewe. Na wewe Bwana unalichua neno. Baba tunaalika uweza, Baba tunaalika nguvu isiyokuwa ya kawaida ikitawala na ikithibitika katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini, amina. Tukae. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akubariki kwa wewe uliofanikisha kufika kwenye ibada ya siku ya leo. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa kufika wewe kwenye ibada ya siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Bila kupoteza muda, kwa sababu natakiwa tuwe na maombi. Tuna maombi ya kutosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunakwenda kusikiliza somo la siku ya leo ambalo tunakwenda kujifunza kwa dakika chache. Bwana asifiwe sana. Tunakwenda kujifunza kwa dakika chache. Somo la siku ya leo linasema kukatilia mbali uganga na uchawi. Kukatilia mbali uganga na uchawi.
kukatilia mbali uchawi na uganga. Vyovyote vile mzukaandika kukatilia mbali uchawi na uganga. Kukatilia mbali uchawi na uganga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kukatilia mbali uchawi na uganga. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana kuandika ili upate kujifunza vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna mchawi anayeweza kuroga bila kupangilia vitu vyake vizuri. Hakuna mganga ambaye anaweza kuagua pasipo kupangilia vizuri uganga wake. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tukienda kwenye kilinge, namna mganga alivyopangilia ndivyo hivyo ndio utendaji kazi wake ndivyo unavyoenda. Sasa Wakristo wengi hawataki kupangilia vitu, hawataki kupangilia mambo, na wanataka kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa kwa hali ya kawaida. Bwana na asifiwe sana. Haleluya. Kukatilia mbali uchawi na uganga. Ni mara nyingi sana tunakuwa tunaonewa kwa sababu tumekuwa ni watu wa huruma. Bwana asifiwe. Tumekuwa ni watu wa huruma. Ndio maana nasema ya kwamba wewe uliokoka unapaswa kuwa jasiri. Bwana asifiwe sana. Na unapaswa kuwa katili unapokwenda kumwangusha adui yako. Haleluya. Unapaswa kuwa katili. Ukiwa ni mtu ambaye unaonea huruma wachawi na waganga, wao watakuja kwa nguvu na utapigwa. Hasa watu wengi sana wamepigwa kwa sababu ya ile hali ya huruma walionayo. Hawataki kupambana vile inavyotakiwa. Tunaingia kuomba na kupambana na wachawi. Mtu anawapapasa wachawi. Sikiliza, hauwezi ukaona matokeo. Ukimpapasa mchawi, yeye anakuja amejipanga. Wakristo wengi wamewapapasa wachawi, imefika wakati wao wamepigwa kwa sababu hawakuamua kufanya vile inavyotakiwa. Bwana asifiwe. Kwa wewe unayenisikiliza, unayeniangalia siku ya leo, Bwana asifiwe sana, ni lazima uwe gaidi. Jambazi anapoingia kwako kuvamia, hajawahi waza kwamba hichi kitasa ulinunua shingapi, huu mlango ulitengeneza kwa shingapi. Anachojua yeye ni kuvunja. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo wachawi na wenyewe. Hawajui kazi yako umepambana kiasi gani. Hawajui biashara yako namna ulivyopambana. Lakini wao wanachofanya ni kuharibu tu. Bwana asifiwe sana. Sasa kama watakatifu wa Bwana, ni lazima tuwe watu ambao tunapambana na kila uchawi na uganga. Usiwepo kwenye maisha yetu. Usiwepo kwenye kazi zetu. Usiwepo kwenye familia zetu. Uchawi na uganga wowote. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Vitu hivi ukivitambua, mchawi hawezi kukuonea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Katilia mbali uchawi na uganga uliopo katika maisha yako. Yeyote anayesimama analeta mashambulizi juu yako, jua anatambua namna ya kwenda kukabiliana naye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio mnapopambana na hawa wachawi na waganga, hata ukiwa nyumbani kwako umejifungia chumbani kwako, jitahidi sana kutumia silaha kupambana nao. Bwana asifiwe. Wao wanapokaa kwenye vilinge, wanapokaa kwenye madhabahu zao, kuna silaha wanazitumia. Bwana asifiwe sana. Kuna silaha wanazitumia kukuangamiza. Sio hivi. Ni kwa sababu kuna silaha. Sasa na wenyewe wakitumia hizo silaha,
ndio unajikuta unanaswa kiurahisi. Bwana asifiwe sana. Wanatumia silaha mbalimbali kukunasa. Fungua kitabu kile cha moja, nisomee kitabu kile cha Mika sura ya 5 mstari wa 12 mstari wa 10, sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 13. Karibu. Biblia nyingine hii hapa. Karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Kutoka ile sura, kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 5. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 5 mstari wa 12 na wa 13. Karibu aliyepata. Kutoka 5 mstari wa 12 inasema, ndiyo, basi hao watu wakatawanyika katika nchi yote ya Misri, ndiyo, ili wapate kukusanya matakataka ya mashamba badala ya Mika sura ya 5. Mika. Aha, okay. Mika sura ya 5. Sorry. Mika sura ya 5. Mika 5 mstari wa 12 inasema, na 13 hapo tusome. nami nitakatilia mbali uchawi. Ndiyo. Ishia kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Twende taratibu. Anasema nami nitakatilia nini? Mbali nini? Uchawi. Bwana asifiwe sana. Rudia, twende kwa pamoja. Anasemaje? Nami nitakatilia mbali uchawi. Nami nakatilia mbali uchawi. Bwana asifiwe sana. Ishia kwanza hapo. Nakwambia uendelee, barikiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nami nitakatilia mbali uchawi. Unakuja kugundua katika eneo kama hili, unapoingia kupambana na hao wachawi. Bwana asifiwe sana. Anasema naye atakatilia mbali. Maana yake ni kitu ambacho unapokikatilia mbali, maana yake unakipoteza. Bwana asifiwe. Maana yake kisiwepo tena. Leo hii watu wana maombi ya kusema wasamehe wachawi. Sio kwenye madhabahu hii. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sio kwenye madhabahu hii. Anasema anakatilia mbali uchawi. Nawe ukiwa ni mtumishi wa Mungu uliokoka, ambaye huko mahali hapa, Bwana asifiwe sana, unapaswa kukatilia mbali uchawi ambao upo mbele yako. Kwa sababu usipokatilia mbali, madhara yatakuja kwako. Kwa sababu unawapaka mafuta wachawi. Bwana asifiwe sana. Unapoamua kwenda kukatilia mbali uchawi, ni muhimu sana kuwa na vitu vya kutumia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wachawi hawana adabu na wanajua kokote walipo, na wanasikia katika ulimwengu wa roho. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tutakatilia mbali uchawi. Uchawi. Mchawi sio mtu wa kumwacha salama. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wapo wanawaonea huruma wachawi. Ikiwa hata kama ni ndugu yako ni mchawi, kwa kanuni ya Biblia ni kukatilia mbali. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sisi sio watu wa kuonewa. Sisi sio
watu wa kuonewa. Ni lazima wajue hata mtaani kwako kwamba wewe umeokoka na una mamlaka ya kukatilia mbali uchawi katika mtaa wako, kwenye familia yako. Usipokatilia mbali, wanainuka wanakuja kwa sababu umewapapasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa unapokuwa unapambana na uchawi na uganga, ni lazima tumia silaha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho, chochote unachokitumia kinakuwa, chochote unachokifanya kinakuwa, kwa sababu wenyewe wanakuroga katika ulimwengu wa roho. Wanakuwa wapo kwenye madhabahu zao na wanakuroga pale katika ulimwengu wa roho. Wanatumia silaha kukuangamiza. Kuna vitu wanavitumia ili kukumaliza. Hasa na wewe unapoingia katika ulimwengu wa roho, kukatilia mbali uchawi, ni muhimu sana kubeba silaha. Bwana asifiwe sana. Kuna silaha za kiroho katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Kuna silaha, lakini kuna silaha za mwilini. Sema amina kwa jina la Yesu. Tunamwona Daudi alipokuwa anaenda kupambana na Goliath. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuenda tu rohoni. Biblia inasema kwamba akachukua kamba ile kombeo, akaweka jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Angeenda kimwili, angeenda kiroho, yawezekana angejeruhiwa. Bwana asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana tujue maadui zetu wanatumia vitu gani. Goliath alikuwa na mapanga na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama wao wanatumia silaha kubwa, lakini sisi tukitumia silaha ndogo, ni kwa nini ni rahisi kuangamiza? Kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Sasa kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya Mungu, kila silaha yoyote ambayo tunaitumia ina nguvu ya kuangamiza wachawi wote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza nikwambie, uchawi hauwezi kufanya kazi nje na madhabahu. Mchawi yoyote hawezi kukuroga nje na madhabahu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mara nyingi sana ukikutana na mchawi, unaweza kumpiga jiwe, ukamchapa fimbo barabarani au njiani, lakini asiweze kufanya chochote. Bwana asifiwe sana. Atalia tu, atalia na kulia, atusubiri afike nyumbani. Ujasiri wake upo kwenye madhabahu. Haleluya. Ujasiri mkubwa upo kwenye madhabahu. Sasa wakitaka kukupindua, akitaka kukuondoa, anasimama kwenye madhabahu yake. Bwana asifiwe. Mchawi hata anapotaka kupaa, kuanga, Bwana asifiwe sana, ni lazima nguvu kubwa itoke kwenye madhabahu yake. Ni lazima atoke kwenye madhabahu. Atatoa sadaka pale, atakuwa na muda wa kuabudu Mungu pale. Bwana asifiwe sana. Atakuwa na maneno ya kutamka pale. Baada ya hapa kisha tamka, anaamini maneno yale kutoka kwenye madhabahu yana nguvu. Sasa kwa sababu yana nguvu, ndipo anachukua hatua sasa na kutoka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza. Kwa sababu asipotoka kwenye madhabahu yake, akienda kuanga bila nguvu ya madhabahu yake, anaweza akanaswa kiurahisi. Bwana asifiwe. Palinafika wakati hawezi kunaswa. Bwana asifiwe. Kwa sababu nguvu ya madhabahu yake inafanya kazi. Ile sadaka ya madhabahu yake inafanya kazi.
Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Hasa mchawi akitaka kukumaliza anatumia madhabahu yake aliyoijenga. Ndio maana kama Mkristo ni muhimu sana kujua na kutambua nguvu iliyoko kwenye madhabahu. Bwana asifiwe. Wao kuruka salama na kufika anakokwenda ni kufuatana na madhabahu. Hasa ili madhabahu yao iwe na nguvu, kuna sadaka wanakutoa. Utakuta ndio anachinja kuku pale, anatoa fedha kama fedha pale, lengo akafanikiwe kule anakokwenda. Bwana asifiwe. Na sisi ni vile vile, nguvu zote nyingi, ujasiri wetu mkubwa unatokana na madhabahu tunaomwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Katika maisha yako ukijenga madhabahu ya Mungu unayotumikia kwa uelewa, nataka nikwambie, mchawi anapokuja kwako kuanga ili akumalize, anakutana na madhabahu ya Mungu, anapigwa juu kwa juu. Bwana asifiwe sana. Anapigwa juu kwa juu. Kwa nini? Kufuatana na nguvu ya madhabahu ya Mungu. Ina mamlaka. Ina mamlaka. Bwana asifiwe. Sasa mchawi, bado mchawi akitaka kukuroga, kuna vitu atavitumia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ulimwengu wa roho ni halisi sana. Kuna vitu atatumia. Kwa mfano, anaweza kutumia mdoli. Anaangalia sasa kwa wakati huo. Wakati huo anataka kucheza na jinsia gani? Kama ni jinsia ya kike, anachukua mdoli wa kike. Kama jinsia ya kiume, anachukua mdoli wa kiume. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Sasa akianza, anapotaka kukumaliza wewe, anatumia ule mdoli, na ule mdoli anachokifanya, anakuwa ameutaja jina lako. Maana yake akishataja jina lako kwa muda ule ule mdoli umekuwa ni Isaac. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa ndio maana sio rahisi sana mchawi kuja kukuroga kama kufahamu majina yako. Bwana asifiwe. Ili aweze kukuangamiza vizuri, lazima afahamu majina yako yote. Bwana asifiwe sana. Anapokuwa anafahamu majina yako yote, manake yeye inakuwa ni rahisi sana kukumaliza, kwa sababu anatumia jina. Bwana asifiwe. Ndio maana na wewe katika maisha yako unapopambana na falme za kichawi, ni nzuri zaidi kama unawajua majina yao. Cheza na majina yao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wewe kaa pale nyumbani pako, chukua chochote afikite ndo fulani. Bwana asifiwe sana. Hata kama kopo ili kiita wewe ndio fulani, na kwenda kukutoboa, na jina lake linakuwa ni hivi hivi, kama wao wanavyofanya katika ulimwengu wa roho. Wakichukua mdoli, hasa unakuta mdoli ni ule ule wa kike, anapambana na Flora, anasema mdoli sasa anapambana na Flora. Akishamaliza huo mdoli, anasema napambana na Masa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mdoli napambana na Glory. Huo mdoli napambana na nani? Na Rebeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mdoli, kinachobadilisha ni kitu gani? Ni jina. Bwana Yesu na asifiwe sana. Jina. Hasa jifunze unapoingia kupambana na hawa, kama unamjua kwa jina, pambana naye kwa jina. Bwana asifiwe. Mashambulizi yanapokupata wewe ni kwa sababu ya majina ametumia kule. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu ya majina ametumia kule. Sasa anaanza, anamdoli pale alipo, anasema sasa ninachokifanya, anakwambia sasa mchana, anasema sasa ninakwenda kupiga ufahamu wa Masa au ufahamu wa Isaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ufahamu wa Flora au ufahamu mwingine yoyote, anasema sasa nakwenda kupiga na ufahamu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachokifanya,
anachukua tu sindano. Bwana asifiwe sana. Anachukua sindano, anachoma katikati hapa kwenye kichwa chako. Akichoma kwenye mdoli ule, tayari wewe huku unaona kama akili haijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kuna kitu fulani ukielewi. Ndio maana kuna maumivu fulani ya kichwa unakuta anapopita yanakuja kama kuna kitu kama kinachoma hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wametumia sindano. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema ngoja nikaachilie sumu na magonjwa mengi kwa mama huyu. Anatumia zile sindano. Anaweza kutumia zile sindano za nini, za bomba anazotumia hospitalini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua zinanyonya sumu Bwana asifiwe sana. Anachukua madawa yake ameyachanganya. Na madawa yale amesema hii ni pressure, hii ni cancer, hiki ni kisukari. Ameita majina, kachanganya zile dawa. Kwa kazi yake anachokifanya, anachukua lile bomba, ananyonya dawa kutoka kwenye kansa, ananyonya dawa kwenye pressure, ananyonya dawa kila mahali. Bwana asifiwe sana. Alafu sasa anachoma kwenye ile mdoli, anajaza ile sumu ule. Ndio hapo unakuta mtu ana magonjwa mengi, unajiuliza mengiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mwili mmoja afu na magonjwa mengi? Ndio namna wanavyofanya kazi katika Mungu wa roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakitumia hizo vitu ni rahisi sana mashambulizi kukupata. Bwana asifiwe sana. Sasa nasema tutakatilia mbali uchawi. Bwana asifiwe sana. Chochote wanachokifanya, chochote wanachokitambika, tukatilia mbali. Katika maisha yako usikubali kuonewa. Bwana asifiwe sana. Katika maisha yako usikubali kuonewa. Hakuna kitu kibaya kama mchawi anaamua kukupangia, anaamua leo afanye nini. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama watakatifu wa Bwana ni lazima tujue kupambana na huo uchawi. Ukisoma pale mbele anaendelea, anasemaje? Tukatia habari uchawi ndio usiwe mkononi mwako. Ishia kwanza mtaratibu. Bwana asifiwe sana. Atakatilia mbali uchawi usiwe kwenye nini? Kwenye mikono yako. Yaani haiwezekani wewe mchawi anakubeba, anakulaza kwenye madhabahu yake, alafu anakuchezea dansa, analukaluka, anafurahi, asema hey, nimemweza dada huyu, nimemweza baba huyu, nimemweza mama huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapiga mastepu kwenye madhabahu yake, maana kama amekukomoa. Anasema usiwe kwenye mikono yako. Endelea. Usiwe kwenye mikono yako. Ndio. Wala utakuwa tena na watu wenye kutabana. Ndio. Endelea. Mstari wa 13. Nami nitakatilia mbali sanamu zako. Ishia kwanza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 13 anasema nami nitakatilia mbali sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wana visanamu. Wana visanamu. Wanavitumia na wapo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema atakatilia mbali. Ndio maana ukienda kwenye mizimu huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu vipo sana. Haleluya. Vitu vipo sana hivi. Endelea hapo. Nami nitakatilia mbali sanamu zako na nguo zako. Ndio. Zitoke kati yako. Ndio. Wala utaiabudu tena kazi ya mikono yako. Ndio. Mstari wa 14. Ndio. Nami nitang'oa maashera yenu. Ndio. Yasiwe kati yako. Nami nitaiangamiza miji yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turudi ule mstari wa 10, rudia mstari wa 12. Mstari wa 12 nasema. Nami nitakatilia mbali uchawi. Usiwe mikononi mwako. Ndio.
Ndio. Bwana Yesu nasifiwe sana. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho kuna mashambulizi mengi sana yanatukuta, kwa sababu kuna uzembe fulani ambao tunaufanya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Soma kitabu kile cha Hesabu 23:23. Kitabu kile cha Hesabu 23:23. Kitabu kile cha Hesabu 23:23. Mstari wa 23 inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Ndio. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Ndio. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ndio. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Ndio. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hakuna nini? Uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Hakuna uchawi na uganga kwa mtu aliyeokoka, aliyemaanisha. Bwana asifiwe sana. Hakuna. Juu ya Yakobo kwa watakatifu wa Bwana. Haitakiwi shetani anapanga mipango, wachawi wanapanga mipango kwenye maisha yako na wanafanikiwa. Lazima ifike wakati, kuna wakati utafakari. Bwana na asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna. Unapotembea mahali popote pale, lazima uamini hakuna uchawi wala uganga utakaoweza kusumbua, kwa sababu wewe umebarikiwa, ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umebarikiwa, ni mtu wa Mungu. Mchawi ili kuja kwako anaangalia katika ulimwengu wa roho. Wakati huu huyu dada yukoje, mama yukoje? Lakini akigundua muda wote wewe ni mtu ambaye unamtafuta Mungu, Bwana asifiwe sana, hawezi kukugusa. Sasa kama watakatifu wa Bwana, na lazima uamini hata unaporudi nyumbani kwako, amini ya kwamba wachawi wote wa mtaa wangu hawezi mimi kunigusa. Hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga utakaoweza kukaa mbele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Waganga wengi wamewakamata watu wengi sana kwa vitu vidogo sana. Imefika wakati watu wanapeleka sadaka kwa waganga. Hawapeleki sadaka kanisani, wanapeleka kuku kwa waganga. Lakini kwenye madhabahu ya Mungu hajaitokea hata kuku wa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa angalia mganga mbinu anayoifanya. Huwezi kukutana na mganga anakuambia kalete kuku mkubwa aliyezeeka. Hawezi kukuambia hicho kitu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Anaamini kilichozeeka akina nguvu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukishafika miaka 85, 90 huko ngapi huko, hawezi ukashika jembe. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Lakini siku zote nataka nikwambie, mtu akiwa na miaka 80, 75 labda huko na kuendelea, ukimwangalia kutembea kwake unaonekana hana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akiwa na Mungu ndani ana nguvu zaidi, kwa sababu wachawi na waganga wanaangalia rohoni. Bwana asifiwe. Kuna kijana mmoja alienda kwa mganga.
Alikwenda kwa mganga lengo apate kumwangamiza mtoto wake. Bwana asifiwe sana, ili biashara yake ipate kustawi. Alipokuwa anaenda kwa mganga akakutana na kioo. Bwana asifiwe sana. Alipokutana tu na kioo, mganga akamwambia piga sindano hapo. Sasa angalia namna mganga anavyoleta ile picha ya yule mtoto. Bwana asifiwe sana. Namna inavyokuja kwenye kioo. Haleluya. Namna inavyokuja kwenye kioo. Kwa nini sura yake ilikuja kwa kuhuzunika na inalia? Inatoa machozi. Wakati ukienda kumwangalia huyo mtoto atoe machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake mganga yeye ameangalia nafsi ya ndani, namna mtoto anavyolia na kutoa machozi. Akaleta ile picha pale. Choma sindano, anamwambia amna, siwezi. Labda nibadilishe. Bwana asifiwe sana. Akakataa kuchoma. Alipokataa kuchoma, tayari unajua hiyo ni siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake sasa akirudi nyumbani bila kuchoma atatangaza. Alichokifanya alipogoma tu kuchoma, Bwana asifiwe sana, akajikuta yule kijana sura yake imekaa kwenye kioo. Si alikataa kuchoma? Sura yake ikakaa kwenye kioo. Sura yake ilipokaa kwenye kioo, kilichotokea, mganga kachukua sindano, kachoma yule kijana kwenye kioo. Alipochoma yule kijana kwenye kioo, hapo kijana kanaangusha udende. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na akabeba akaenda kutupwa mapolini huko. Akaanzia kule polini kutafuta makopo, hata watu wenyewe hawapo. Kopo utapata wapi? Anatafuta makopo, amekuwa ni kichaa. Hawezi kuongea chochote. Lakini sasa yeye anachokifanya, akifika kila mahali ana kama kimti hivi kimechonga hivi. Akifika kila mahali anachoma hivi. Kwenye mti anachoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachoma. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho, vitu vya ajabu sana. Sasa siku zote ukiwa na nguvu za Mungu, hata wakikusomea kwenye kioo, Bwana Yesu asifiwe sana, wanakuta wewe hauonekani. Kuna mganga mmoja alikuwa anaenda anataka aende kumwangamiza mpendwa fulani. Sasa hakujua kumbe na nguvu za Mungu. Anaenda kuangua kwenye hicho kinini, kwenye kioo chake hicho, ili aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuta inakuja sura ya mke wake. Anapambana, anapiga ramli zote anazojua yeye, anagonga mpaka kengele, mizimu bado inamletea yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ilileta? Kwa sababu ilikutana na mtu mwenye nguvu za Mungu, imegeuza kibao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imegeuza kibao. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye una nguvu za Mungu. Tunapokuwa tunaomba hivi, usizani kwamba katika ulimwengu wa roho ni vitu vya kawaida. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tunapokuwa tunakuwa na nguvu za Mungu, tunapokuwa na nguvu za Mungu, hata mahali popote wanapotupeleka, hawawezi wakafanya chochote.